بسم الله الرحمن الرحيم. زلزلة TV yenye maadili. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Zalzala TV yenye maadili. Naam, leo kunako tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tuko katika ukumbi wa markazi, ukumbi wa Waislamu ambapo watu wapo wengi sana. Tunaona wakina mama wamependeza. Je, ni kitu gani ambacho kiliweza kuwaleta hapa? Leo ndio ile tarehe ambayo iliweza kuandaliwa kwa mahujaji wetu nchini Burundi kutoka katika nchi yetu ya Burundi na kujielekeza katika mji mtakatifu kwenda kuifanya ibada ya hija. Na hivi sasa kama vile tunavyoona hadi mahujaji wetu wameshaanza kufika na mizigo yao kule wanaanza kuweka kwenye gari ili muda si mrefu waweze kujielekeza katika uwanja wa ndege na kuweza kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ndugu mpenzi mtazamaji, zidi kutufuatilia kama Zalzala, tuzidi kukuhabarisha habari zote zinazojiri katika ukumbi huyu aiza uwanja huyu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, kama gesi tuliweza kuwafahamisheni, tuko katika ukumbi wa markazi na tumeweza kuwafahamisha kwamba leo ni siku rasmi mahujaji wetu nchini Burundi wanatoka na kujielekeza katika mji mtakatifu. Hapa mbele yangu nina shekhe wangu, huenda angeweza kujitambulisha kwa wale ambao wasiomfahamu waweze kumfahamu kidogo shaka. Mimi naitwa al-Ustadh Khalid Mabeti Athman Bahame, maarufu mzee wa harakati. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, al-mahruf Sheikh Mabeti. Yani ukifika tu Bujumbura ukiuliza Sheikh Mabeti watakuelekeza alipo. Naam, Sheikh wangu, kama gisi tunavyoona kunako siku hii ya leo, vipi na wewe umekuja katika uko miongoni katika ambao wataweza kujielekeza katika mji mtakatifu au umeshindikiza? Na mimi hapana, sijielekezi Maka, lakini nimeshindikiza na watu ambao wanihusu kabisa, na pia na Waislamu wote ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kuja hapa markaz, pia kujielekeza uwanja wa ndege na kuelekea katika mji mtukufu wa Maka. Na mashallah. Na maana wewe umekuja kusindikiza ambao wanaokwenda kujielekeza katika mji mtakatifu huu wa Maka. Naam, shekhe wangu, hii siku ya leo ni siku adhimu sana kwa Waislamu na ni siku bora sana. Ipi nasaha ndogo ambao unaweza ukatoa kwanza kwa hao wanaojielekeza kule? Kuna zile ibada wenda inawezekana hawazijui, tena ibada muhimu sana zinahitajika kufanyika katika uwanja ule. Naam, ni kwamba tu kama nasaha, kama mtu wa harakati, tena mtu mwanadini, wajua kwamba kaka zetu, wazee wetu, mama zetu, dada zetu ambao wanapata fursa hii, fursa kubwa ya kujielekeza katika mji wa Maka, waende wanajua kwanza hii ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Ni nguzo ya 5 katika nguzo ya Kiislamu. Alafu ni ibada ambayo inatakiwa vitu ambavyo ni jambo la kwanza, uwezo wa kipesa na uwezo wa nguvu, alafu na kujikita katika kutafuta imani na uchamungu. Kwa hiyo wasifikiri kama wanaenda labda pengine promenade au wanaenda kutembea labda pengine ziara tu za nchi, kwenda kutembea kuna mji wa Maka. Wanaenda katika ibada kwa sababu ni ibada inafungamana na uwezo. Kwanza uwe na afya nzuri, tumia afya yako vizuri. Wale ambao pengine ni wabovu, Mwenyezi Mungu awajalie wameenda na madawa yao na Mwenyezi Mungu anajua atawasaidia. Na jambo la pili, wajua wameenda na pesa ambapo pesa zimetoka ni hapa, zimetolewa ni pesa nyingi sana. Sasa wajichunge katika ibada zao ili wasiendi kuharibu ibada yao, na gharama ni kubwa, wanaweza wakapata
hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nguzo ya 5 na ndio inamalizia katika zile hesabu ya nguzo za Kiislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hikma yake ni kubwa na ubora wake ni mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ametupangia dini yetu sisi, iko na kitu ambacho kinaitwa kimeeneza condition, kwa sababu kitu bila nguzo hakiwezi kikakamilika. Na ndio maana kati hizi nguzo zote 5 na hii nguzo ambayo tuko leo hapa tunataka kushindia ndugu zetu ni nguzo ya 5. Maana yake mtu kama hauna uwezo wa nguvu, uwezo wa pesa, hii nguzo hauwezi ukaidiriki. Naam. Naam, shekhe wangu tunashukuru sana. Ni nguzo ya 5 ndugu mpenzi mtazamaji unatutazama. Hii mashehe zetu, maimamu zetu, mama zetu ambao wanakuja kutekeleza nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu. Naam, shekhe wangu, nasaha ndogo tu ambao unaweza kutoa kuhusu hawa Waislamu ambao huenda kidogo Allah kawezesha kipato, ila hawataki kujihusisha na kitu kama hiki, aidha kuifanya ibada hii. Naam, nasaha ya nzuri sana hii, na ni kweli wallahi umekumbusha jambo lizuri sana. Kuna watu wana mapesa, kuna watu wana uwezo wa nguvu, lakini ibada hii ya Maka hawaidiriki. Na vile vile tusidanganyani, Mwenyezi Mungu ni msafi na hakubali isipokuwa vitu visafi. Isiwe pesa za unga, pesa za bangi, pesa za pombe, pesa za riba, pesa za wizi. Asa ila kama pana watu wana pesa ambao wanaishi pesa za halali, alafu hawaendi kuhiji Maka, wallahi watakuwa na dhulma mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na jambo lingine, hata hao ambao wamejaliwa kwenda Maka, kwa kweli kuna kitu kinaitwa as-sihrul asghar, maana yake shirki ndogo. Kuna watu wanaenda Maka, jambo la kwanza ili mtu amuite haji au hajati, Maka anapigana na familia yake, watoto zake, kama ni mwenyewe anataka ule maarufu. Hata ukimwandikia kadi ya sherehe yote, kama kuandika haji wala hajati, anafika na mind, anafika anachukia. Alafu jambo la pili, kuna watu wanaenda kule Maka wanakuwa wako brutality, hawafuati sheria za uongozi. Na katika dini yetu sisi hata mkiwa watu wawili lazima mmoja awe kiongozi. Hasa hapo wana viongozi ambao alhamdulillah Mwenyezi Mungu amjalie Sheikh Jama Ali Swaleh, amejikita katika haya masuala kama ameshayazoea na anapanga nyanja vizuri, lakini kuna baadhi ya watu kule Maka utana wanamsumbua. Kwa hiyo tunatoa nasaha, baba zetu, mama zetu, mumfuate kiongozi, mumsikie yale ambayo anawahusia. Alafu jambo lingine, kuna kitu kinafanyika kule katika mji wa Maka, mtu anaangalia anaanza kuhiji, kufanya programu za hija, utale kumma picha, iko mma selfie, iko mma video. Hichi ni kitu ambacho kwa kweli wallahi, nenda na simu yako, nenda na cameraman yako ukitaka, hivi tu mapicha basi, labda baadaye katika ile ibada yako jikite katika masuala ambayo ni ya ibada, kwa sababu Mwenyezi Mungu ibada zake anataka mtu pawe utulivu, pawe tumaanina, pawe hushu. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ibada yako anaikubali, ambapo mja wangu ametulia. Ila ukifuata ria na ukifuata kujionyesha juu na mali au toko na kupeleka Maka, utajuta hii Maka yako imegeuka kuwa ni dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, shukran jazila wa jazakumullahu khair. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji ambao unatufuatilia, shekhe wetu kaitoa nasaha ndogo sana, tujikinge sana na masala ya picha tukiwa katika ibada ya hija. Bimaana ni fursa inakuja mara moja kwa mwaka, na hivyo basi tuweze kuzitumia vizuri ipasavyo. Hivyo basi insha Allah tujitahidi. Unayetufuatilia zidi uweze kuweka comment, kusubscribe, vile vile usisahau na kushare. Tutoe shukrani za dhati kwa shekhe wangu. Naam, jazakumullahu khair. kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hatuna budi Waislamu kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Mola wetu aliyetuumba sote, muweza wa kila kitu, na yeye ndio iko juu ya kila kitu. Rahma na amani zimwendee mwisho wa mitume, naye si mwingine mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na sahaba zake na Waislamu atakaomfuata kwa wema wakikanyaga nyayo zake hadi hiyo siku ya kiyama. Mheshimiwa Mufti, Bwana Mheshimiwa naibu kiongozi wa ofisi ya hija nchini Burundi, Bwana waheshimiwa wengi na sasa mahajati na mahajati wenye wako hapo wenye watakamata na safari ya leo, na nyinyi wote ambao mko hapo, kila mmoja kwa heshima yake kwa ile cheo chake chenye Mwenyezi Mungu alimpa. Kwa kweli na kwa jina langu mwenyewe tunataka kwanza tumkaribishe mufti wetu tukimwambia karibu Mufti, karibu katika mahafali hii ambayo tunaipendelea kwa kuweza kuwashindikiza. Tarehe 29 ya leo mwezi wa 5 ndio wataondoka. Wakielekea wapi? Wakielekea mji wa Saudia ambao ndio pako miji yetu miwili mitakatifu, nayo ni mji wa Maka na mji wa Madina. Likisha waweze kurejea hapa Burundi tarehe 15 mwezi wa 6. Pili, idadi yao ni idadi ya mahujaji 53. 53. Wao 53, 50 ndio mahaji na watatu ni viongozi, akiwemo shekhe wetu Sheikh Jamal Swala. Kwa sasa hatuko naye hapa, yeye ametangulia kwa kwenda kwa tayarishia ama haji fasi wataifikia. Wa pili mwenye atakuwa katika kuongoza msafara ni shekhe wetu Sheikh Bismana Zubair. Ningependelea kwanza simame kwanza wasalimie wahusika hata wenye wako hapa kwanza. Asalamu itoe kidogo, tusitoe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeye ndio atakuwa anaongoza msafara huyo hadi Jida, kwa kwenda anawatengenezea ile mambo ya ibada ya sheria. Kisha ana mhusika mwingine, naye ni mwingine mtampya, mtamuona ni dokta wetu Dr. Zuberi kwa hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wao hapa kwanza tuko na 48 ndio watasafiri leo, lakini pana wanne wanaeleza ndio watatokea wao Ulaya. Walipewa tu visa, watatokea Ulaya na hivi wameshafika Maka na wako na kiongozi Sheikh Jamal wameshakuwa naye kule. Kwa hayo hatuna budi kwanza kusema tu hivi. Kwanza Mufti, tunashukuru kuona ulikuwa na kazi nyingi za kuweza kufanya, ulikuwa na mambo mengi ya kuweza kufanya, lakini umeweza kwanza kuheshimisha muda wetu na kuweza kufika ili uweze kuagana na mahujaji hawa wenye watakwenda kutuwakilisha kwanza sisi wenyewe, afu waombee na nchi yetu, wajiombee wenyewe, waombee na jamii yetu ya Kiislamu nchini Burundi. Hatuna budi kusema tu hivi, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri kwa kuweza kufika hapa, kwa sababu sio jambo la kawaida. Tukimalizia tunasema tu hivi, tumepata habari kuwa pana mahujaji wengine 10 waliweza kwenda jana.
Hivyo kwa nchi yetu ya Burundi utaona kama tunakuwa na idadi ya mahujaji 63 watakwenda kuwakilisha nchi yetu ya Burundi yenye sisi wote tunapenda. Wataenda kuwakilisha nchi yetu kwa kuiombea dua. Unaona kama tunataka kuingia matora, alhamdulillah, tukishamaliza matora tuwe na amani, hakuna mtu anapendelea hayo shida. Kumbe hatuna budi kusema hivi, ana ujaji unayaona mtu wanamaliza aina mbili, wako nafuata mafunzo ya kuweza kwenda safari yao kusema sunna faradhi zote za hija inga mbili. Kumbe siwezi kumaliza kuendelea mambo mengi, kumbe acha nikaribishe hizo mambo yote aliyoyaomba uweze kuwakamilishia inshallah. Mwenyezi Mungu aweze kuwezesha inshallah. Karibu tena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Thumma as-salatu was-salam ala man la nabiyya ba'da. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana al-Mustafa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahji ila yawm ad-din. Amma ba'd. Watukufu wa Islam, kuanzia kwenye viongozi wa hija, watukufu mashekh ambao mnashindikiza msafara huu, watukufu mahujaji, dhuyufu rahman, wageni wa Allah. Hakuna kitu kizuri kama kuitwa mgeni wa Allah, dhuyufu rahman. Mpaka wakati mwingine mwili unasisimuka usikia unaitwa dhuyufu rahman, mgeni wa rahman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Niwaombe mjihisi katika rohoni zenu, damu zenu, macho yenu, ulimi wenu, tangu mmevishwa hiyo fulani, mjisikie kama mko wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Juu wengi wanangojea kufika kule ndio wanafanya kaa. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Nia yako ambayo kama ulikuwa na nia nyingine, kwanza badilisha. Isiwe ni nia ya safari tu ya kupanda ndege ya kwenda tu kujifurahisha, kutembea, siwe ni matembezi. Iwe ni fursa ya kutengeneza njia yako ya maisha hapa duniani na akhera. Mimi niwashukuru viongozi wa hija kunipa fursa kama hii. Wallahi hii invitation, huyu ujumbe tulikuwa tumeusahau. Mtu kunipigia simu niko katika mambo mengine, nikasema la, acha nijitahidi niweze kufika. Kusema kweli, kwani mpaka Sheikh Jamal kanipigia, je, mbona unaniambia kama ulisafiri? Fursa hii ipo, ananiambia ipo, nenda markaz utawakuta watu. Nikasema acha niharakishe niende nifike pale markaz. Lakini ni kwa sababu najua uzito wa safari hii. Kwa hivyo ujumbe wangu kwenu na kwa mahujaji wote walioondoka jana, wako 10, na hao ambao wameondokea nchi za Ulaya, na wale ambao mnaondokea hapa, ujumbe wangu kwenu, kuna vitu vitatu muhimu. Kwanza, nafsi zenu na familia zenu. Nafsi zenu wewe kama haji na familia zenu. Pili, nchi yetu ya Burundi na nchi jirani. Nchi yetu ya Burundi, jamani, bila usalama, bila amani, hija haipo. Waulizeni wenzetu ambao walikuwa katika nchi za
za Libya, mkiwakuta kule mwaulize nchi yetu muiombee usalama. Tena usalama wa kudumu. Nchi yetu Allah ailinde na maadui. Nchi yetu aipe viongozi wema. Viongozi wakiwa wema jamani, na sisi tunafaidika vile vile, tunapata wepesi katika mambo tofauti tofauti. Wala labda nikawa nimekosea katika mazungumzo yangu kama binadamu. Niwaombee watukufu wa Islam, msahihishe nia zenu, mfurahi, muonyeshe furaha. Wakina mama naona mko wengi, kuna mambo yenu ya kimama, ya kidada, ya kishangazi. Lakini naona leo umetoka katika kidada hivi umeingia katika kishangazi. Wallahi Allah awazawadie imani na ulimi na moyo mzuri msafi wa ibada hii ambayo mnayoenda kutekeleza inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala awajalie msiharibu hija yenu hii Allah kawapa katika huo umri ambao mnaouona. Kwa mtakapokuwa mjaribu miongoni wenu pawemo watu wazuri, watu wenye kuweza kuongoza, kuelekeza na kushtuana. Unamwambia unakumbuka ile ambayo tuliyofunzwa, unayakumbuka kama walitukataza hili na hili. Ili hija ije kuwa inshallah taala kwa wajukuu zenu, kwa watoto zenu, hija ya manufaa. Utukufu wa Islam nimalizie kwa haya. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala safari yetu hii aijalie ni safari njema. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala tunakuomba kwa majira yako matukufu uweze kujalia hija yetu ya huyu mwaka iwe ni hija kutufungulia milango mingi ya baraka kutoka kwako. Mola wetu tujalie mahujaji wetu hawa uweze kuwafikisha salama kunako mji mtukufu wa Makkah. Allah tunakuomba wawe mbele. Allah tunakuomba wawe mwema. Allah tunakuomba wawe kushoto na kulia. Allah tunakuomba uwape moyo mkunjufu. Allah tunakuomba uwape moyo wa kukumbuka nafsi zao. Allah tunakuomba wape moyo wa kukumbuka familia zao. Allah tunakuomba wape moyo wa kukumbuka jamii yao. Allah tunakuomba wakubalie ibada zao. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. Naam, ndugu mtazamaji, kama gisi tunavyoona mufti anawaaga mahujaji na kuwanasihi dua kama gisi tunavyomuona na wakumbatia ni katika ishara ya mapenzi na kuwaweza kuwanasihi na kuombea dua Naam, kama gisi tunavyoona hapo mufti anakumbatiana na kila haji umoja anakisoma wal asri innal insana lafi khusri, na kuwapa mkono wa ishara ya mapenzi na akiwatolea mkono kina mama akiwasabai na wao akiwaombea na akiwaaga insha Allah, na hivi ndo anaondoka mufti inshallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Zalzala TV ni maadili, kama gisi tuliweza kuwafahamisheni hapo mwanzo,
kwamba tuko katika uwanja wa markazi na kuenda kuwashindikiza mahujaji wetu kwenda katika mji mtakatifu huo wa Maka na kwenda kuitekeleza ibada kuu ya hija. Ni ibada miongoni mwa ibada za Kiislamu, ni nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu. Na kama gesiweza kuwafahamisheni, muda tu si mrefu mahujaji wetu watatoka humo ndani na kuingia kwenye mabasi yao na kuweza kujielekeza katika uwanja wa ndege na kuweza kutuaga na kuelekea katika mji mtakatifu. Naam, kama gesi tunavyoona hapa ndio wanaanza kutoka na mheshimiwa mufti kaitoa nasaha ndogo kwa mahaji wetu waweze kuikumbuka nchi yetu na kuwakumbuka viongozi wetu, vile vile wasizisahau nafsi zao. Bila hivyo Uislamu wetu hapa nchini Burundi huwezi ukasonga mbele. Na alhamdulillah leo wameweza kupatikana mahujaji wengi. Leo sasa hii mwaka huu tumepata mahaji na mahajati 63. Kwa hiyo idadi inazidi kuongezeka, Waislamu wanazidi kujihimiza kwenda kuitimiza nguzo ya 5 ya Uislamu. Hivyo basi ndugu mpenzi mtazamaji, zidi kutufuatilia hadi mwisho tuweze kuhabarisha insha Allah hadi uko uwanja wa ndege insha Allah. Mambo sioni kama ni bei, kiwezi kuwa bei, isipokuwa ni uwezo, lakini hakina, sijui utakipa thamani gani kitu hicho, utakipata wapi? Kwa hiyo kwa mimi binafsi sikusema ni pamoja na maisha, akikuita Allah anakupatia kitu, unazipata hizo pesa na unalipa, kwa amekuita ni invitation. Alhamdulillah. Na pengine unaweza kuwa mrefu kwa wale Waislamu wengine ambao bado wanafikiria kitu cha kusema kwa nini Burundi sio mwaka huu ama mwaka kesho, kwa sababu ya ugumu wa maisha. Na mimi naomba kitu kimoja, hakuna kinacho shida Mungu. Waweke nia, wamuombe Allah. Mungu wa kuruzuku wako. Kwa hiyo wamuombe kwa nia moja, na atawaruzuku na watakwenda katika kitabu. Wamtegemee Allah azza wa jalla. Tukutakie safari njema. Asante sana. Na Mwenyezi Mungu apokee baraka zenu. Amin, amin. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fursa hii kwa kuipata. Namshukuru kwa sababu nilikuwa na miaka mingi naililia. Alhamdulillah nimefanikiwa kuipata. Namshukuru Allah pia na masahaba zake na wote. Mimi naitwa Zubeda binti Musa Magamu. Nafurahi sana kwa sababu na umri huu ndio nilikuwa nimepangilia nitakapofika Mwenyezi Mungu akiniweka hai ndio nitakwenda hija, na kweli Mwenyezi Mungu amenifikisha umri niliokuwa nimeupangilia. Alhamdulillah rabbil alamin, na sasa nimebahatika kuondoka. Ni mara yako ya kwanza? Ndio mara ya kwanza. Tukutakie hija njema inshallah, na Mungu akutakabalie maombi yako ambayo utakayoyaomba. Amin ya rabbil alamin. Kwa sote na waliobaki inshallah tutazidi kuwaombea mwaka ujao, Mwenyezi Mungu awajalie na wengine wapate kufanikisha hija 2026. Shukrani. Kwani umehijishwa na watoto? Mimi naomba tu kuweza kuhiji, sikoma cha gari wala nini. Hiyo ni mambo ya dunia. Ala niweke. Sasa wakati nilikuwa nimefika katika umri wangu mrefu kama huu, ala kumfikisha haya makamo kama haya, ndio nikaamua nikamwambia watoto zangu kitu na kuomba mtendee tuende hija. Mimi na mama yangu. Basi zote na hija Maka ni Allah subhanahu wa ta'ala. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mahujaji wetu hao wanaanza kushuka na mahajati wanaanza kutoka kwenye mabasi na kujielekeza. لبيك لا شريك لك لبيك Tayari kuelekeza kule ndani na kufuata utaratibu wa usafiri. Katika uwanja kama jinsi tunavyoona hapa katika uwanja, wanashamiri, wanapendeza na vile vile wana furaha ya kuwashindikiza ndugu zao ambao wanakwenda kutekeleza ibada ya hija miongoni mwa nguzo za Uislamu. Na hivi tunazidi kuwaia mahujaji wetu na kuombea dua huko endapo waende salama, na huko vile vile Allah wazidishie afya, kama jinsi Mufti aliweza kuwapa nasaha ndogo, nasaha chache, akiwafahamisha kwamba waweze kukumbuka dua hizi ambazo zifuatazo, waweze kukumbuka nafsi zao, vile vile wakumbuke jamii yao ya Kiislamu na viongozi wao wa Waislamu, vile vile na viongozi wa nchi. Hivyo basi wameshajielekeza kule, na hivi sasa hekima yetu inaweza kumalizia hapa na tunaanza kurudi nyuma. Zidi kutufuatilia katika channel yetu hii ya Zalzala TV yenye maadili, na usisahau kushare na kusubscribe na kuweka comment na share insha Allah. Zalzala TV yenye maadili.